tumepanga sehemu watu wanapita wenye kuhitaji wananunua. Sawa. Sasa ule uyoga wa porini wengi wanaepuka kununua kwa sababu kwa kufikiri kwamba sijui kuna wengine wanakuwa na sui na nini. Sasa sisi tukaona afadhali tuanzishe wakulima kwenye vibanda ambao tuna uhakika wa usalama kwa ajili ya walaji, lakini pia tukachagua aina ambayo inapendwa kwa maana ya ladha, rangi, lakini pia ni nyepesi kuilima. Na tulifanya utafiti kwanza, tukaona kwamba kumbe uhitaji upo, lakini uyoga wenyewe ambao watu wangeweza kuwa na amani ya kununua ndio haupatikani, kwa sababu wachache wenye elimu ya kulima ndio wanakuwepo. Ndio tukaja na huu mradi. Kwa sasa tumezoea uyoga kwamba unaota wenyewe. Hebu tuambie sasa mnafanya nini ili kuwa uwe mwingi? Kwa hiyo sasa hivi kupitia huu mradi kwanza kuna watu sio chini na Watanzania sio chini ya 20 ambao tumeshawafundisha kutengeneza vibanda hivi vya kulima uyoga na kutengeneza hizi mbegu. Hizi mbegu uwezo ukazikuta zinauzwa dukani. Zinatengenezwa. Kuna namna yake ya kuitengeneza. Mtu akitaka kujua anatuona, anachangia kidogo, tunamfundisha. Nyinyi mna uhusiano yepi na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam? Sisi ni wafanyakazi wa Chuo Kikuu Dar es Salaam kwa maana ya wanataaluma, lakini kazi ya mwanataaluma wa chuo kikuu lazima pia afanye kazi ya kutafiti. Ili kutafuta majawabu ya matatizo ambayo yapo kwenye jamii. Sasa sisi tumekuja na majawabu pia kwenye eneo la kuna theory inasema kwamba Watanzania tafiti nyingi sana huwa zinawekwa kwenye makabati zikishafanywa. Kwenu nyinyi mtakuja na lipi jipya? Jipya tuliokuja nalo ndio kama hivi. Tumekuja kuonyesha hapa Watanzania waje waone, wajifunze, ili wanaohitaji kujifunza namna ya kulima watufate, tuwafundishe namna ya kutengeneza vibanda na namna ya kutengeneza mbegu za uyoga, namna ya kuprocess. Kama hapa si unaona kuna uyoga mbichi, kuna uyoga uliokaushwa, kuna uyoga uliosagwa, huu ni unga wa uyoga, kuna majani ya uyoga ambayo yanatiwa kwenye chai, unakunywa chai na kutengeneza. Huu unga unaweza kutengeneza hata biskuti. Kwa hiyo ndio aina mpya tuliokuja nayo, kwamba watu watufuate, tuwafundishe sasa waweze kulima kwa urahisi bila kutumia gharama kubwa, lakini waweze kuboresha afya zao na kutengeneza hela. Tukifika mwisho tunaomba ujitambulishe jina lako, hafu tuambie Watanzania tujione wapi kupitia tafiti hizi. Mimi naitwa Dr. Washa Bugarama Washa kutoka idara ya biolojia, Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa. Tunaomba Watanzania watutafute, wanaweza wakaja Mkwawa au tutakupa na namba za simu, watatutafuta tuje tuwafundishe namna ya kulima uyoga kwa kutumia gharama ndogo, kwa kutengeneza vibanda vya kawaida bila kutumia technological facilities. Sawa, tuwafundishe namna ya kutengeneza mbegu za uyoga, tuwafundishe namna ya kutengeneza product mbalimbali za uyoga. Sasa weka mkono hapo. Unaona huu baridi? Ni baridi. Sasa hii kama ndio iko kwenye chumba kile cha uyoga. Baada ya dakika 2-3 kile chumba chote kinapata. Inaitwaje? Inaita humidifier. Humidifier. Humidity. Humidifier. Humidifier. Inatengeneza humidity. Unyevu. Unyevu. Nani amebuni? Amebuni kijana anaitwa Engineer Emmanuel, jina lake ni la 3 hapo kwenye list ya watu. Engineer Emmanuel. Kwa hiyo kazi yake ni nini hasa? Yeye ni mtaalamu wa electronic. Kwa hiyo ni fridge. Hii sio fridge. Hili ni kipozeo cha chumba kile cha uyoga. Chumba kinapoa. Kwa hiyo uyoga unahitaji humidity ya kutosha, ubaridi wa kutosha kuanzia